Na baada ya kumaliza michezo, turudi kwenye taarifa zingine ambazo zimegonga vichwa vya habari, ambapo mjadala kuhusu marufuku ya mogoka kaunti ya Mombasa, Kilifi na Taita Taveta unaendelea kutokota nchini. Viongozi wa kidini na wanasiasa wa pwani wameunga mkono marufuku hiyo, wakisema mogoka imeleta madhara makubwa ya uraibu kwa vijana eneo hilo. Na hata hivyo, viongozi wa Embu County inayokuza mogoka kwa wingi nao wamepinga, wakisema kuwa ni mwingilio tu wa kisiasa. Clement Masombo na taarifa kamili. Hali ilikuwa hivi mjini Embu siku ya Jumatatu baada ya wakulima na wauzaji wa mogoka kujitokeza kwa maandamano na kufunga barabara kuu ya Meru kwenda Nairobi. Waliandamana kutokana na marufuku ya uuzaji na utumiaji wa mogoka katika kaunti za Mombasa, Kilifi na Taita Taveta. Na huku mjadala ukiendelea kuhusu mogoka nchini, wakulima wa eneo la Mbeere ambalo huzalisha mogoka kwa wingi wanaendelea kukadiria hasara kubwa. Benjamin Njeru ni mmoja kati ya wakulima hao. Amekuwa mkulima wa mogoka kwa zaidi ya mwongo mmoja akiwa na ekari 4 za mogoka. Mogoka ni kitu mzuri. Hata sisi hapa Embu tunakuranga mogoka. Hata tunasomesha watoto. Taarifa kuhusu kupigwa marufuku uuzaji na utumiaji wa mogoka mjini Mombasa zilipomfikia, aliingiwa na kiwewe. Yeye huchuna takriban kilo 300 za mogoka kila siku na kuzisafirisha pwani. Na nikienda kupiga hesabu hiyo zaidi ya kilo 200, saa hii bei iko chini kidogo sababu ni 300. Gavana wa Mombasa Abdul Somad Nasir pamoja na viongozi wengine walidai kuwa mogoka imechangia pakubwa kwenye uraibu wa vijana pwani ya Kenya, wakisema madhara yake hutokana na kemikali zilizo kwenye majani ya mogoka. Pigeni hesabu bilioni 22. Mimi nawapa hesabu za kichali ya kwa ikiwa 30% inatumika katika Mombasa. Wana Mombasa wanatumia bilioni 7 kila mwaka kwa sababu ya mogoka. Marufuku hiyo pia iliacha wasomi na wataalamu na mgawanyiko kuhusu tofauti iliyopo kati ya mogoka na miraa. This is the time now we are trying to tell the country that there exists a scientific and a legal difference between mogoka and miraa. Miraa is the stem, is the coat of the stem that you chew, which has more of cathinone, a short-acting product, a product that will never give you anything toxic in your body. And mogoka is the leaf that you are chewing. It's not based on any legal instrument of our country, and it will give you the many things that you can hear them talking about in Mombasa. The point is, miraa contains some ingredients, active ingredients, but the level of the ingredients does not go beyond the stimulants level. It is on its own cannot cause mental disorder. It cannot. Kulingana na sheria ya mimea inayokuzwa nchini Kenya mwaka 2013, miraa iliorodheshwa kama mmea unaokuzwa nchini Kenya. Science, which does not lie, tells us that the leaves of mogoka contains more of caffeine than cathinone. The government was not deceived, was not misguided to accept mogoka, to accept miraa as a commercial crop. Kufuatia marufuku hiyo, Rais William Ruto alifanya kikao na viongozi wa kaunti ya Embu na kutoa mwelekeo. Kwenye taarifa kutoka Ikulu, Rais alipuuzilia mbali marufuku hiyo na kusema kuwa serikali imetenga shilingi milioni 500 kutoka kwa bajeti ya mwaka ujao ili kuimarisha ukuzaji na uzalishaji wa mogoka. Hata hivyo, viongozi kutoka maeneo yanayokuza mogoka wanasema marufuku ya mogoka pwani ya Kenya ilikuwa na uchochezi wa kisiasa. It is a trade war. There is serious banned times as far as drug barons business is concerned. The drug barons who have sponsored many politicians in coast region, the business is not doing well. Na tunataka kuambia wale wako na fikra zingine, mogoka is our cash crop and nobody can touch us. Kulingana na taarifa iliyotolewa juma lililopita na gavana wa Embu Cecil Mbarire,
Kaunti ya Embu hupata shilingi bilioni 22 kila mwaka kutoka kwa uuzaji wa muguka. Aidha, taarifa hiyo pia inasema kaunti ya Mombasa hupata shilingi milioni 1 kila siku kutoka kwa ada zinazotozwa magari ya kusafirisha muguka. Gavana wa Embu hata hivyo ameapa kutetea haki za waliomchagua. Na hiyo ndio vita ambayo tutapigana sisi. Kwa kipindi cha wiki mbili ambapo kumekuwa na mvutano kuhusu muguka nchini, wakulima kama vile Benjamin ndio wamesalia kuumia. Benjamin hupata takriban shilingi 60,000 kila siku baada ya kuuza miraa yake, ila sasa ni hasara tu. Hata watoto sahi tuko nao hapa nyumbani sababu hatuna pesa. Kama muguka itaendelea hivyo ifungwe, wale wengi watapotelea kwa wizi, hao wengine madawa ya kulevya kama pangi. Halafu utakuta generation nyingine hatutakuwa na watu wa kutegemewa. Kwa hivyo tutakuwa wenda wazimu tu. Miraa tuwezi pea mbuzi, tunakulanga sisi wenyewe. Na sisi tunakulanga ituzuru, tunakula itutumikie vizuri na tukae maisha mazuri. Mzozo kuhusu muguka unapoendelea nchini, Dennis Mugambi sawa na maelfu ya wakulima wengine wa mmea huo wanazidi kukadiria hasara kubwa kwa kutouza muguka. Ombi lao tu ni kuwa serikali iingilie kati na kutoa suluhu ya kudumu. Clement Masombo, KTN News, kijiji cha Kanyawambora, kaunti ya Embu. Naam, tuangazie taarifa nyingineyo ambayo inafungana na serikali ya Kenya Kwanza kwenye ajenda na manifesto ya bottom up. Ilikuwa na